Habari yako inafikia? Salama. Poa brother. Niko fresh sana. Poa sana. Shukran. Safi mambo. Pendeza pia. Asante. Sindio. Tuambieni kwanza mmefarajika kwa namna gani kumuona ndugu yenu rafiki yenu wa karibu Jux ameingia kwenye ndoa na leo ni reception. Tuanze kwako my brother. Ndoa ni blessing na Jux kwetu ni kama family, tumekuwa naye kwenye mambo mengi na leo tunafurahi kuwepo hapa kushuhudia na tunamtakia kila laheri katika maisha mapya yeye na Prissy. Yes. Kwako madam? Kama Naila alivyosema ni kitu kizuri, tunafurahi kuwaona. We are happy for them and we wish them all the best in marriage. Ni kitu cha baraka sana. Yes. Tangia tuko hapa ambapo tuko tunaviona kwenye comment sana ni ujio wenu. Of course mmefika hapa. Nafikiri mtakuwa mshanyamazisha ambao walikuwa wamesema hamtatokea leo, lakini pia kubwa zaidi wa Tanzania wana wish na kutamani kuona jambo lenu hili litakuja kuwa zito kwa kiasi gani, kwa sababu nini inspiration wa kapo nyingi Afrika, Tanzania na kwa mastaa kwa ujumla. Sijui tutegemee balaa zaidi ya hili au ipo yoje? Of course uwezi ukaahidi mabalaa, lakini tutafanya kitu kizuri. Hamna mashindano, tutafanya kitu kizuri ili tuwe pia tuendelee kuinspire watu. Yes. Ndio. Jux ni rafiki yenu since mahusiano yake kadhaa ambayo yamepita nyuma, hususan aliyekuwa rafiki yenu sana na leo mmetokea leo hapa katika reception ya mwanamke mwingine ambaye amemoa nje ya urafiki wa yule ambaye alikuwa rafiki yenu. Kuna namna hiyo tunaweza kusema kwamba mahusiano sio na masuala mengine ya kikawaida kama binadamu, kama ushikaji, kama nini. Sasa nyinyi ndio kuizungumza zaidi. Tuanze kwa madam. I think urafiki ndio cha muhimu. Kila mtu ana maisha yake na pale rafiki yako unapokuwa na furaha uwezi ukataka kutengeneza uadui. Kitu cha muhimu. Kitu cha muhimu, happiness kitu cha muhimu. No matter what, sisi lazima tu support mtu akifanya kitu kizuri. Tutarajie labda kama Hamisa pia atafanya harusi, tutarajia kuwaona Marekani pia kwenye harusi ya harusi ya Vanessa pamoja na Rotimi, si ndio? Sorry? Anasema kama V na akipata wedding tutaenda. Obviously, yes. Vanessa ni rafiki yetu, Jux ni rafiki yetu. Anybody ambaye anapata baraka na tutaenda. Why not? Nimekuwa busy sana siku hizi na masuala ya michezo, basketball kwa tunaona sana. Miezi 11 sijaona mkiposti kazi yote. Kama sikosei ngoma yenu mwisho ni style, kama niko sahihi. Miezi 11 mko busy na basketball tu. Sijui ni kwa nini au mafao ya muziki tayari yashamali. Mimi nadhani hatujawahi kufanya muziki na mtaona tu vitu vizuri vinakuja. Tuko kwenye upande wa michezo na mnatuona pia muziki mtaona. Stay tuned. Tumalizie kwenye reception hii leo ya Jux na Priscilla. Nigeria walifanya mabalaa sana. Sasa hivi tena mabalaa sasa hivi wanafanya mambo mazuri sana kule tumeona. Leo ni zamu ya Tanzania kuonesha kila macho na sisi sasa ndio nchi yetu ndio tunafanya haya mambo na huyu ni mke wako wetu sasa. Sijajua Jux anaondoka na nini kutoka kwenu. Sijaelewa swali lakini I think kitakachotokea huko ndani ni swala la furaha, watu wa enjoy, hakuna mashindano kama tulivyosema. Nigeria ilitokea because walikuwa na wao na furaha na sisi Tanzania pia tutashangilia vile inavyotakiwa. Tuzaji my brother. Of course yani mambo ya kwenye tunajua sherehe zetu. That's the way we do. Hiyo lazima. Yes. Ndio imepoa sana. $8. Thank you guys. Shukrani sana. Tuko na nafikiri kwa wengi ambao umeona hapa inawezekana msimtambue kwa sababu ya mask, lakini kwa taarifa tulizopewa Egisi Msiwanda tuko naye hapa. Inakuwaje my brother? Mungu amekuwa mwaminifu sana. Mambo vipi? Poa. Mungu ni mzuri kaka. Kaka umepoa sana. Thank you so much. Nafikiri upo pia kuwakilisha bendera ya Tanzania kwa sababu Nigeria walipokuwa kule kwao kidogo walikuwa wanatuonesha kwamba wao ni wa Nigeria, lakini kwa style hii kwa namna unahisi tupo tushafunika tayari. Well, sijui, to me fashion naichukulia tofauti kidogo. Unajua fashion ni wigo mpana, and tangu tumesema tunakuja kwenye tukio kubwa la JP 2025 na mimi kama mwana mitindo nimeweza kufanya party yangu, kurepresent to industry ya fashion
Yeah. Sasa kwa nini style hii leo? As we know, Jux ana EP mpya inaitwa A Day to Remember. What is A Day to Remember? Ni kitu ambacho kilichobeba kumbukizi. Tufanye au tujaribu kukaa kwenye maudhui au vitu ambavyo kimsingi vinaweka kumbukizi nzuri, you know. So tangu imekuwa tukio kubwa sana kwenye maisha yake. Ameweza kuandika chapter mpya, ameenda kuwa a family guy now, sio tu msanii. So yeah, nimejaribu ku style this outfit just kwenda sambamba na namna ambavyo EP yake nasema Day to Remember, kitu ambacho kinaweza kaacha alama kwamba siku ya Jux fulani alivaa hivi, you know, siku ya Jux Chris alikuwa na furaha, akajaribu kustyle outfit yake kwa namna kitofauti ambayo haijawahi kuexist. You know, hivi karibuni baada ya Chris kutrend baadhi ya habari zake, tukasema pengine tutakuwa tunakukosa kwenye baadhi ya matukio kama haya. Sijajua ni ufamilia zaidi au haya mambo yatakuwa ni endelevu kama kawaida. Ukweli nipo na tumepishana tu ratiba zimekuwa nyingi na tumefanya vitu vingi kama vijana. Kuna ulimwengu mpya ambao nimeweza kuingia. Tumekuwa watu wa kiroho sana. Tumeingia rasmi kwenye ministry. So tunajaribu kubalance. Unajua sisi ni wasanii, hatuwezi kuacha kabisa activities au shughuli zote ambazo zinazohusiana na entertainment. Lazima tushirikiane nazo, lakini God has to come first. Ndio maana nimejaribu tu kubalance muda wangu. Sometimes ninapokuwa nahitajika kwenye matukio kama haya ambayo yanajumuisha socialites, you know, potential watu wote maarufu, celebrities, yeah. Tunaweza kushiriki lakini sio sana tulivyokuwa tukifanya kama zamani. Sawa. Yeah. Chris Yonda na mke sasa hivi. Kwa nini naye ana influencer kubwa hakuamua kufanya shughuli yake kama hivi ambapo alifanya Jux labda na wasanii wengine? Kama again? Kwa nini Chris naye ana influencer kubwa, washikaji zake wengi sana wana uwezo wa kufanya tukio kama hili likasimamisha mji, lakini lako linaonekana kama lilipita tukime. Kwa nini ukaamua kufanya mifumo hii na ni celebrity? Mi binafsi ninapenda privacy. You know, privacy is my life. Privacy is everything, my brother. So wanadamu au ulimwengu wa sasa, wanadamu wengi wamekuwa na vitu vingi sana vya husda. Watu wamekuwa na macho ambayo sio mazuri, unajua, wamekuwa na manuio mabaya kwenye safari za watu. So nimeacha huo mwenendo wa kupublish na kuexpose maisha yangu personal kwenye social networks, lakini yeah, I'm good, I'm well, I'm fit, I'm confident, you know. Yani everything is okay, my brother. Kwenye ulimwengu wa Yesu kuna kila kitu bazee. Kuna maisha mapya unapokuwa na roho ndani yako. So I'm happy we're here. JP 2025. Sawa. Yeah. Watu wanakufurahia sana mabadiliko yako, na wakati wengine wanaendelea kufurahia mahusiano, wengine wanaendelea kuonesha mahusiano yao ni magumu sana. Yeah. Mfano msanii mwenzenu au mtu mwenzenu kwenye industry Harmonize inaonekana kidogo anateseka, mixa kuchoma maua na nini. Nyinyi wenye furaha mnalipi la kuwashauri hawa ambao hawana furaha na kuteswa na mapenzi? One thing watu wasichokijua, mapenzi ni hisia tamu sana ambazo sometimes zinaweza zikachosha, sometimes zinaweza zikakufurahisha, lakini hatuchoki kuzifeel. You get it? So kama unahisi kuna kitu kinakupa furaha, keep it private. Ndio ile nilokuambia awali hoja yangu kwamba kuna husda, kuna macho ambayo sio mazuri, na kama kitu kinakufurahisha kwa nini unakiexpose? Keep it, be quiet. Kaa tu kimya, fanya mambo yako kwa utulivu. Na siku zote utulivu ndo everything, my brother. So yeah, ni utulivu tu.